Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu tena. Leo ningetamani kuzungumza nawe tena kuhusu ujumbe na mwenye ujumbe. Ujumbe wa Mungu kutoka kwa Mungu. Therefore, ujumbe ni neno. Na mjumbe ni yule mtu aliyetumwa kuleta huo ujumbe wa Mungu kwa ajili ya watu wa Mungu. Walioletewa ujumbe ni watu wa Mungu na ujumbe ni wa Mungu. Ujumbe sio wa mjumbe, wala mjumbe asijifanye mwenye ujumbe. That is why we keep failing in our Christianity, our journey of salvation. Tukimwamini mjumbe, tukakosa kuamini mwenye ujumbe ambaye ni Baba Mungu, tunaanza kubadilisha, hiyo inakuwa miungu. Tunabadilisha huyo mjumbe anakuwa miungu fulani, kwamba tunaabudu mjumbe, hatuabudu mwenye ujumbe ambaye ni Mungu. Wala mjumbe sio mwenye ujumbe, ametumwa tu na ule ujumbe. Ujumbe unaweza linganishwa na neno. Ujumbe, watu wa Mungu, ni neno ambalo ni Kristo. Kristo ndiye alipewa kibali na Baba Mungu, vile tunavyosoma katika kitabu takatifu, kitabu cha Revelation, kwamba ilikuwa imefika mwisho, kwamba hakukuwa na yeyote ambaye alikuwa na uwezo wa kufungua mafungu 7 ambayo Yohana aliweza kuona, ila Kristo Yesu alikuwa na uwezo huo. Therefore, Kristo Yesu ndiye neno, ndiyo mwenye neno, ndiye neno, kwa maana yeye hutuma mtu na ujumbe wake mwenyewe. Mkristo mwenzangu, jifunze kutokana na Kristo. Usijifunze kutokana na mjumbe yeyote yule. Watu wa Mungu, watumishi wa Mungu watakuja wengi. Walikuwepo na Mungu atazidi kutuma watumishi wa Mungu wengi. Ila makosa ambayo hutokea ni kwamba wale watumishi wa Mungu hutaka kujifanya kwamba ndio walio na ujumbe, ndio wenye ujumbe. Wala hawataki kupeana ujumbe wa Mungu kwa watu wa Mungu. Wanajifanya wao ndiye ujumbe, wao ndio neno. Neno ni nini? Neno ni Kristo Yesu, kwa maana neno alikuweko kwa Baba na alikuweko na Baba. Kupitia kwa neno kila kitu kiliweza kuumbwa na kila kitu kiliweza kutendeka. Tusiamini sana kupitia wajumbe, tuamini kwa yule aliyetumana ujumbe ambaye ni Kristo Yesu, ambaye anajaribu kuokoa ulimwengu dhidi ya mwovu Shetani. Wanadamu tumenaswa na wale wajumbe ambao hutaka kujifanya wenye ujumbe. Mungu anaweza kuinua yeyote akamfanya mjumbe, lakini haimaanishi kwamba yule mjumbe ndio mwenye ujumbe. Mungu amemuinua akampa ujumbe wake kwa ajili yetu. Kazi ya mjumbe ni kupeana ujumbe, sio kujifanya mwenye ujumbe akaja kuabudiwa akajifanya miungu. Tofautisha hapa. Tusiinamie wenye ujumbe, waliotumwa na ujumbe, wala wajumbe. Wajumbe wako hapa kupeana ujumbe ambao ni wa Mungu. Aliye mwenye ujumbe ni Mwenyezi Mungu, yani Kristo Yesu. Kristo Yesu pekee ndiye alipewa ruhusa ya kuabudiwa na alipewa ruhusa ya kuokoa wanadamu. Therefore, usinitazame mimi nikawa role model wako. Mimi ni mwanadamu. Ninaweza kupa ujumbe wa Mwenyezi Mungu, lakini haimaanishi mimi ndio mwenye ujumbe. Nami pia hukosea.
kuna wakati ninatenda ama matendo yangu hayaendi sawa na matamanio na matarajio ya Mwenyezi Mungu kwake. Therefore haimaanishi mimi akinitumia sasa mimi ndiyo mwenye ujumbe. Hapana, mimi nimebeba tu ujumbe wa Mwenyezi Mungu kukupa wewe. Unaye mtazamia ni Kristo aliye ujumbe. Kristo ndiyo mwenye ujumbe. Ndiyo sababu do not look at your spiritual leaders. Do not confide in your spiritual leaders. Confide in the owner of the message, who is Christ. Confide in Christ. Kwa maana Kristo pekee ndiye role model ambayo sisi tunamtazama. Mimi naweza kuwa mjumbe, lakini vitendo ambavyo ninavitenda havienendi sawa, havienendi sawia na matamanio ya ujumbe aliyenipa ujumbe ni wape. Haimaanishi kila kitu ambacho nitakitenda kiko sawa. Hapana. Mimi ni mwanadamu tu, mimi ni mjumbe tu. Ninaweza kupotea, ninaweza kupotezwa. Kwa maana shetani alikuwa malaika kabla awe shetani. Lucifer alikuwa malaika kabla awe shetani. Lakini haimaanishi kwamba Lucifer ile nguvu aliyokuwa nayo ilikuwa yake. Kwa maana Lucifer ambaye alikuwa malaika wa Mungu alikuwa amebeba ujumbe wa Mungu katika uimbaji. Wakati alianza kujiona yeye ndiye mwenye ujumbe, akasahau Mungu ndiye mwenye neno, mwenye ujumbe, akapoteza vyote. Therefore, the same applies to religious men of God. God anaamsha mtumishi wa Mungu, anampa ujumbe na neno lake. Along the way, huyu mtu anakuja kunaswa katika mitego ya mwovu shetani. Anasahau ujumbe aliobeba, anamsahau mwenye ujumbe ni Mungu. Anaanza kutafuta na kujihusisha na mambo mengine. Anaanza kupokea ujumbe kutoka kwingine. Therefore uwezo wa Mungu unamtoka. Uwezo wa Mungu ukisha mtoka mtu yule, anakuwa tena sio mtu wa Mungu, sio mjumbe wa Mungu. Sasa ujumbe ambao anaanza kuwapa watu sio ujumbe wa Mungu. Utamkuta leo yale aliyokuwa akiyakemea, yale aliyokuwa akisema ni dhambi, yamegeuka kuwa manukato kwake, sio dhambi tena kwake. Therefore mtu wa Mungu, tutazame mwenye ujumbe ambaye ni Kristo Yesu. Tuachane na mjumbe. Mjumbe yuko kupitisha ujumbe. Tumwabudu mwenye ujumbe ambaye ni Mungu, ambaye ni Kristo Yesu. Tusimwabudu mjumbe. Mjumbe yuko kwa ajili ya kupeana ujumbe. Wala tusione mjumbe kama ujumbe. Mjumbe asiwe mwenye ujumbe ama asiwe ujumbe wenyewe. Kwa maana ujumbe watoka kwa Mungu. The word comes from God. And whoever that God has sent is not the word. The word is Christ. The word belongs to God, to Christ. We should not worship whoever that God has sent. Let us worship God who has sent, the one who is supposed to give the word, who is supposed to speak out God's message. Therefore, watu wa Mungu tunapotezwa. Tunaamini katika watu, tunaamini katika madhehebu, tunaamini katika watu fulani kama sio mtu fulani. Mtu fulani sio Mungu, mtu fulani sio neno. Neno ni Kristo. Kristo yuko mbinguni, Kristo hayuko duniani. Na Kristo anaweza kumtumia mtu yoyote ili kupitisha ujumbe wake. Ila Mungu ameinua, amaamusha watu wengi walio wake, akawapa ujumbe wake kwa ajili ya watu. Walipofika njiani wakaachana na ujumbe, wakajifanya wao ndio ujumbe. Nguvu za Mungu zikaondoka kwa watu wale. Wakawa sasa wanashughulikia haja na mahitaji yao. Wanataka kuonekana na kusifiwa vile walivyo na nguvu, walivyo na uwezo.
uwezo watoka kwa Mungu wala hautoki kwa mwanadamu. Usipoteze muda wako kwa kuamini katika mjumbe. Amini katika ujumbe alio nao ambao watoka kwa Mungu. Kama watoka kwa Mungu, amini kwa huo ujumbe, wala usiamini mjumbe. Tumtafute Kristo. Kristo Yesu ndiye mfano bora. Christ is the only role model. Wala any human being should not lie to you, should not be your role model. He or she is a human being. Therefore, he or she does not qualify to be a role model. Your only role model should be Christ. Christ alone was given that power. That's why he came to the world. Alifanyika mwili, roho alifanyika mwili, akaja duniani, akaishi nasi, akafanyika mfano bora. That is the only role model that you have. Tusije kupoteza imani yetu, tusije kupoteza wakati wetu kwa kuamini kupitia watu, tukaanza kuabudu watu, tukaja kupoteza. Mungu akaja kutukataa, akaja kutuacha. Tuabudu Mungu kupitia kwa Kristo Yesu na Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi tuliopewa. Ubarikiwe watu wa Mungu.